kusudi la Mungu amefunikwa kwenye giza. Alilibeba kusudi la Mungu kwa habari ya familia, kwa habari ya ukoo, kwa habari ya Tanzania, kwa habari ya ulimwengu huu. Ndani yake amelibeba kusudi la Mungu, ametumwa, amebeba kusudi la Mungu ili alitimize, ili watu wapone, watu wabarikiwe, watu wamjue Yesu. Lakini amefunikwa kwenye giza kubwa, hata haonekani, lakini ndani yake ana kusudi la Mungu. Nisikia amina kwa Bwana Yesu. Kuna watu ambao Mungu amewatenga, amewachagua, na wanatembea ndani yao, wana mpango na Mungu, wana mpango na Mungu, wana kusudi na Mungu. Ndani yako wewe kijana, wewe mama, wewe kaka, kuna kusudi la Mungu kwa ajili ya familia yenu. Kuna kusudi la Mungu kwako wewe kwa ajili ya Tanzania hii. Kuna kusudi la Mungu kwa ajili ya ukoo wenu. Kuna kitu ambacho Mungu amekupa ndani yako kiwe jibu kwa ajili ya watu. Kuna neema Mungu amekupa ambayo ifanyike kuwa msaada kwa watu. Lakini bahati mbaya, watu ambao Mungu aliwatenga kwa ajili ya kusudi lake, shetani aliwafunika wasionekane, kwamba huyu watu wakimjua amefanikiwa, huyu watu wakimjua ametoboa, huyu watu wakimjua kile ambacho amekibeba watu watapona, watu watabarikiwa. Shetani kwa hivi, sikia nikwambie, wale ambao wana neema ya Mungu ndani yao, wale ambao ndani ni wachungaji, wainjilisti, manabii, mitume, wafanyabiashara wakubwa, mtu ambaye unakaa, mtu anakuambia we haujafanikiwa tu, hauna gari, haujafunga, anakushangaa. Mtu anakushangaa na unamshangaa, kwani mimi nikoje? Unajua kuna wakati fulani mtu anakutazama, anakuona ni bonge ya mheshimiwa. Pigia Bwana Yesu makofi. Yaani mtu bila kumwelezea unapitia, asema huyu jamaa serikali, huyu jamaa, huyu ni bosi sehemu, huyu ni mama fulani, wakikuona. Lakini sasa ukijiangalia, mbona wanaongea sio ya kwangu? Wakikuangalia wanaangalia ndani yake, huyu mbona ni mtu mkubwa. Lakini bahati mbaya, giza limekufunika, watu hawakuoni, kile ambacho umekibeba akionekani. Giza limefunika neema yako. Natamka kama nabii wa Bwana mchana wa leo, aliyetumwa na Mungu aonekane, aliyebeba kazi ya Mungu aonekane, aliyetumwa na Mungu, saa ya kuonekana imefika. Robo satakapa yandoko sakapa, aliyetumwa na Mungu kuleta majibu kwenye familia yao, aliyetumwa na Mungu kuleta majibu kwenye kanisa, aliyetumwa na Mungu kuleta majibu kwenye ukoo, aliyetumwa na Mungu kuleta majibu Tanzania. Mungu amfunue sasa, aanze kuonekana, uanze kuonekana, wewe uanze kuonekana kwenye biashara yako, uonekane kwenye kanisa lako, uonekane kwenye kazi zako. Sema naonekana. Ukionekana na kusudi la Mungu limeonekana. Unajua wewe ni watu tofauti. Ujijui? Waulize adui zako. Ndio maana usiku walali wanakuloga, ndio maana hawapumui. Wewe nataka ujijue, wewe ni watu tofauti. Ulichokibeba ni kikubwa, kina majibu ya watu wengi. Wewe ukikaa ukilala, kuna watu wengi Mungu atakudai, kwa sababu majibu yao unao wewe. Majibu yao yamkini wadogo zako, yamkini baba yako na mama yako, yamkini ndugu zako, majibu yao unayabeba wewe. Yamkini majibu ya familia unayo wewe. Mungu yuko hivi, atumii wengi kwa ajili ya wengi, anatumia mmoja kwa ajili ya wengi. Mtu mmoja angesema amina hapa. Mungu anatumia mmoja kwa ajili ya wengi, anatumia mmoja kwa ajili ya familia, anatumia mmoja kwa ajili ya Tanzania, anatumia mmoja ambaye kamwandaa kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nani namsihi baba yangu mchana wa leo?
ile giza ambao lilikufunika miaka mingi, na liondoa ule uchawi, na uondoa ule uganga, na uondoa ile mizimu ya ukoo ikuache uende. Rabosa takapa, mizimu ya ukoo ikuache uende. Nataka watu waione neema ulionayo. Si neema kusema, waone neema ulionayo. Najua hawataki watu wajue ambacho unacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kijana mmoja nimeona kwenye mtandao, alikuwa anaokota makopo barabarani, anapeleka na usi. Kumbe ni msomi wa chuo kikuu. Ni msomi wapi? Lakini ukimwona barabarani anaokota makopo. Akatokea mtu mmoja akamuuliza, vipi elimu yake? Akasema, mimi ni msomi lakini niishia njiani. Mtu mmoja akamuona. Bwana asifiwe. Maana asingemuona angeishia kuokota makopo, angeishia maisha ya aibu. Yule alipomuona akawaambia serikali, nimeona kijana mmoja ambaye ni msomi tu, amekosa ada ya shule tu, akipata ada ya shule anaendelea masomo. Bwana asifiwe. Akapigiwa simu, akaenda pale, akapata ada ya shule, yuko chuo leo. Kwa nini? Kuna mtu alimuona. Maana yake asingeonekana angeitwaje mwokota nini? Wewe wanakuitaje? Ni kweli ndio ulivyo? Kataa kwa jina la Yesu. Kataa majina ya ajabu ajabu. Kataa kubakia kama ulivyo. Kataa, kataa, kataa. Kataa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi natamani maombi yangu leo, Mungu akutoe kwenye giza, ili kusudi la Mungu kwako lianze kufanya kazi, ili watu mataifa, sio tu mtaani kwako, ili mataifa, ili watu wa kila rangi, wa kila kabila waanze kuona kile ambacho unacho katikati ya watu, na uonekane katikati ya waheshimiwa, na uonekane katikati ya wachungaji, wafanyabiashara wakubwa, na wewe uonekane katikati ya matajiri, na wewe uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kwa Bwana Yesu. Sasa wale ambao kwenye familia wamepewa majibu ya familia, hawakuruhusiwa kuonekana. Ile taratibu. Jambo la kwanza, watu waliwadharau kwamba huyu naye kadogo ketu haka na kenyewe, sister naye bana. Walikuona wa kawaida. Nianzie ngazi ya chini. Kwenye familia walikuona nini? Kwamba huyu mgonjwa bana, huyu ajabu huyu. Lakini pia hata mtaani kwenu wanakuona tu huyu kawaida tu, huyu hanaga kitu, huyu kwanza kusomaga, huyu ameishia la 7, huyu alikataga shule, huyu kwanza amezalia nyumbani. Unaekiwa unatungiwa maneno mengi, yani ukitokea hivi yani kusudi alionekani, bali tu vituko vinaonekana. Umeshasingiziwa mengi, lakini kile ambacho unacho hawakiongei. Kwamba huyu cha naye, huyu ana kitu, huyu mvuta bangi, huyu mlevi, huyu changodoa, yani, lakini kile ambacho kiko ndani yako hakimefichwa. Shetani huwa anaficha kile ambacho kiko ndani yako. Kikionekana umefanikiwa. Onekana umefanya. Na leo nitaiamuru mizimu ya ukoo. Nitaamuru waganga wa kienyeji kule nyumbani kwao kijijini, kama walikufunika, hawakutaka uonekane, ama ufunge ndoa nzuri, ama ufanikiwe, ama mtumikie Mungu, ama ufanye biashara kubwa, hawakutaka uende mbali. Kama kuna mganga alifunika nyota yako, leo namtamkia kama nabii wa Bwana, akuachie ung'ae, akuachie uende, akuachie ufanikiwe, akuachie uende. Mtu mmoja anakwenda, akuachie uende, akuachie ufanikiwe, akuachie ushike fedha, akuachie uvuke mipaka Tanzania, akuachie uende. Kuna mataifa yanakusubiria, kuna watu wanakusubiria. Naongea mtu mahali hapa, watu wanakusubiria. Wewe ni mbeba majibu. Wewe ni mbeba majibu. Reko sakaba. Wewe umbeba majibu wa familia, mbeba majibu ya Tanzania.
Usijidharau ndani yako. Baba atakuaje? Usiwe na wasiwasi. Aliyekuita atakutumia, aliyekuchagua atakutumia. Yeye hajawahi kushindwa. Amekukabidhi majibu, una majibu wewe. Si niongee nini wanangu, nielewe. Hebu acha kujiangalia kwa sura kwamba umechoka. Jione kwamba na majibu kwa ajili ya familia yetu. Nina majibu kwa ajili ya ndugu zangu. Nina majibu kwa ajili ya Tanzania. Na majibu kwa ajili ya ndoa yangu. Majibu Mungu amenipa mimi na lazima yatokee. Bwana asifiwe. Unafikiria nani ataleta majibu kwenu? Nani ataleta majibu kwenye familia yako? Jiulize. Tuongee sasa. Ni nani? Kama sio wewe, nani ataleta majibu kwenye ndoa yako? Kama sio wewe, ni nani ataingiza majibu kwa watoto wako? Ni nani? Ona miaka 7 ijayo. Ona sasa umeshakuwa bibi, una wajukuu na vitukuu. Tunamtafuta Bwana kwa ajili ya kesho. Tunaomba kwa ajili ya kesho. Tunafunga kwa ajili ya kesho. Japokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako, kesho yako itaongezeka sana. Nami naona kesho yako ni kesho njema, kesho yenye baraka, kesho yenye matumaini, ni kesho yenye baraka. Anza kufanya matendo ya imani. Anza kuiona kesho yako kwamba Mungu anakwenda kunibadilisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho unacho kinakwenda kuonekana, kinakwenda kutambulika. Kile ambacho unacho, mimi sinakwambia tena leo, sinakwambia leo, Mungu anakwenda kuliondoa giza. Tunaingia mwezi wa 8. Ni mwezi wa udhihirisho. Mwezi wa nini? Mungu anakudhihirisha. Mungu anakutambulisha. Mungu anakuonesha. Pokea mwezi wa 8 huu. Pokea mwezi wa udhihirisho. Mungu akutambulishe kazini kwako, Mungu akutambulishe kwenye huduma yako, kwenye biashara yako, Mungu akutambulishe kila mahali, Mungu akutambulishe. Ukiingia ofisi yoyote, Mungu akutambulishe. Ukienda mjini, Mungu akutambulishe. Kila mahali ukifika, Yahweh akutambulishe. Kama ni wewe, sema amina kwa Bwana Yesu. Nataka ning'oe kila uchawi ufanywa leo. Bwana asifiwe. Kwa nini umeshaitwa kila majina ajabu ajabu? Umeshatungiwa majina ambayo mpaka unaogopa yani. Jamani, hata ukifanya jema sema jamani huyo, kaeni makini. Ukipata mchumba anaambiwa habari zako mbaya, sio habari nzuri. Unawaza jamani, mimi sasa sinaga taarifa nzuri. Yaani mimi sinaga taarifa njema. Hakunaga jema ambalo nalifanya. Hakuna zuri ambalo nalifanya. Hakuna la baraka nalifanya. Kila mahali tumeshachafuliwa, umewekewa giza, umewekewa giza. Na msimu Mungu wangu wa mbinguni, kwa damu mwana kondoo, giza likuachie, giza likimbie uende, giza liondoke, giza la mikosi liondoke, liondoke. Na liondoa giza kwenye familia yako, naondoa giza kwenye biashara yako, na liondoa giza kwenye masomo yako, giza liondoke. Na iwe nuru kwako, na iwe nuru kwako, na iwe nuru kwako, na iwe nuru kwako, na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe nuru kwako. Sema na iwe nuru kwa jina Yesu. Na iwe nuru. Unakwenda kuwashangaza watu. Asante Yesu. Na iwe nuru. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Warumi. Warumi 8:28. Ndalabasho, kuna watu ambao ndani yao wana kusudi na Mungu. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Inasema hivi, kusoma. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Ndio. Neno la Mungu linasema. Ndio. Nasi twajua ya kuwa, nasi twajua kuwa katika mambo yote, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, waliokubali. Manake katika kuwapatia mema, katika kuwapatia mema
yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yaani walioitwa kwa kusudi, kwa sababu kuna kazi ya kufanya, kuna jambo la kufanya. Bwana asifiwe. Yuko wapi huyo? Ni wewe. Sema ni mimi. Bwana asifiwe. Walioitwa kwa kusudi lake. Manake umeokoka sio tu upone magonjwa, sio tu upate mchumba, sio tu uzae watoto. Umeokoka, kuna kusudi la Mungu, kuna kazi ya Mungu, kuna jambo la kufanya kati yako na Mungu. Kuna kampeni fulani, kuna jambo la kufanya kati yako na Mungu. Mungu anakuokoa, usiishie tu hapo uliko mwa Mungu. Sababu ya kuniokoa ni nini? Kuna mpango wa Mungu na wewe, ama Mungu amekuokoa uingize wokovu kwa watu wengi. Mungu amekuokoa uwe baraka kwa watu wengi. Nani ajuae kwamba wewe ni tajiri wa kesho? Amen. Nani ajuae labda wewe ndio utajenga kanisa hili? Nani ajuae kwamba kuna fedha ndani yako, kuna dola ndani yako? Nani ajuae una majibu ya watu wengi? Nani ajuae? Ndio maana hata mwenye majibu naye anatafuta majibu. Hata mwenye majibu na yeye hajijui kama amebeba majibu, na yeye mwenye majibu anatafuta jibu. No, hebu chukua dalili hii moja. Sawa? Ukiwasogelea watu wanapata majibu. Hii dalili moja hapo. Nataka ujijue. Ukiwasogelea watu wanapata majibu. Mwenye shida akikufuata anapata jibu. Hii dalili kujua kwamba wewe umebeba majibu ya watu. Huko lazima usijiombee wewe, lakini uombee watu wengine. Pigia Bwana Yesu makofi. Si kwamba una shida, si kwamba upambani, lakini unatamani wengine wapate majibu. Maanake wewe umetengwa, umewekwa kwa jibu la watu. Na kwa kadri ambavyo unatumika unakuwa jibu la watu, ndivyo wewe unapata majibu. Huwezi kupata majibu kama utoi majibu. Unaelewa? Huwezi kupata jibu ya swali lako kwa habari ya kazi, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya masomo, kwa habari ya huduma yako. Huwezi kupata majibu kama utoi majibu. Unapotoa majibu ambayo Mungu amekupa, ndio Mungu anakupa nini? Jibu lako. Mimi hapa natoa jibu kwa habari ya maisha yako. Majibu yangu Mungu anajibu mwenyewe. Napotoa jibu lako, Baba nitaponaje? Jibu lipo. Baba itakuaje? Nakupa majibu. Napotoa majibu yako ya kwangu, Mungu anajibu mwenyewe tu. Umetoa majibu kwa watu wangapi? Mwenye njaa ulimpa chakula? Mwenye nguo ulimvisha? Aliyokosa njia ulimuonesha njia? Mwenye kiu ulimpa maji? Aliendelea aseme amina. Nataka ufanyike jibu. Utaona ambacho Mungu atakufanyia. Je, umekuwa jibu kwenye kazi ya Mungu? Umekuwa jibu kwa mtumishi wa Mungu? Umekuwa jibu kwa wajane? Umekuwa jibu kwa yatima? Kuna watu wamekaa wanatafuta jibu langu litakuwaje? Mbona sioni jibu? Mwenye majibu yuko wapi? Aliyetumwa na Mungu kwa jambo yuko wapi? Bahati mbaya hata yeye mwenye majibu na yeye ajijui kama na majibu, amefunikwa kwenye giza. Ndio maana wenye majibu ni wachache, wanatafutwa. Giza limewafunika na hawatakiwi kuonekana, hawatakiwi kujulikana. Na msimu Mungu wangu wa mbinguni, uwe jibu kwenye familia yenu, uwe jibu kwenye ndoa yako, uwe jibu kwa watoto wako, uwe jibu Tanzania, uwe jibu wewe, uwe jibu. Mungu akufanye kuwa jibu. Ukifika sehemu mtu analia, aanze kufurahia, wow, amekuja tayari. Unafika sehemu watu wanalala njaa, wanasema tumekula sasa. Kafika huyu, njaa imeisha. Na wenye majibu wote huwa wanafanikiwa.
fuatia sana, ambao wanapenda kutoa majibu huwa wanafanikiwa. Na ukitaka ufanikiwe kuwajibu. Kama ni wewe, sema amina. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa kwa Bwana Yesu. Nakumbuka mtu mmoja alikuwa anaumwa, akamfuata mganga wa kienyeji. Mganga akamwambia hivi, siwezi kukutibu hata kuchanja chale, ndani yako na kitu kikubwa sana. Hata chale mganga aliogopa, akaambia wewe ni wa tofauti, ambacho kiko ndani yako nikikugusa nitakufa. Na mtu hajaokoka, kamfuata mganga. Sasa mganga nitibu. Mganga kamtazama, akachungulia kwa nyuma, nikukugusa wewe chali yangu moja nitakufa, nenda kanisani. Akaambia wewe majibu yako yapo kanisani, nenda kanisani. Kwetu huko hakuna jibu, maana ulichokibeba ni kikubwa sana. Kuna watu Mungu abebesha mzigo mkubwa. Katikati yetu Mungu anakwenda kuinua mataifa. Mungu anakwenda kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Utakwenda kusahau aibu yako, utakwenda kusahau njaa, utakwenda kusahau njaa yako, magonjwa utasahau, aibu utaisahau, taabu utaisahau, huzuni utaisahau. Muda si mrefu naiona njia mbele yako, naiona njia kubwa mbele yako, naona njia Mungu anaitengeneza, naona njia kwenye biashara, naona njia kwenye kazi, naona njia mbele yako, naona njia Mungu anaitengeneza. Naona miti inakatwa, miti inafyekwa, miti inafyekwa, naona njia inatengenezwa, naona njia kwenye familia yako, naona njia kwenye biashara yako, naiona njia roko satakapa, naiona njia. Mota ndoto afi mpaka ndoto yake itimie. Kile ambacho umekibeba akitakufa, lazima kitimie, lazima kitimie. Wache wapambane na wewe. Bahati mbaya, aliyebeba kusudi la Mungu huwa hafiki rahisi. Waache wakumwagie matope, wakumwagie mavi, wakuchafue, waache wakutege mitego, waache wakuloge. Hawajui kwamba ndani yako Mungu amekuamini. Umepewa zamana na Mungu. Mungu amekuamini. Reko satakapa. Naongea mtu mahali hapa, Mungu anasema amekuchagua tangu tumboni kwa mama yako. Mungu amekuchagua, Mungu amekuamini, na atakwenda kukuinua muda si mrefu. Kile ambacho amekupa ataenda kukitambulisha muda si mrefu. Watu watakushangaa, watu watakushangaa, watu watakushangaa. Ndugu zako watakushangaa, marafiki zako watakushangaa. Naona nyota yako inang'aa. Kama ni wewe, sema amina kwa Bwana Yesu.